Habari ndugu mpendwa mpambanaji, kwa majina naitwa Godian Dianka. Ni mshauri wa masuala ya afya na usalama mahali pa kazi, lakini kama sehemu ya mchango wangu kwa jamii ni mwandishi wa vitabu. Na siku ya leo ninakuletea mada ambayo itakusaidia sana katika maisha yako, ambayo ni kuhusu kanuni ya jinsi ya kuishi kwa kukusudia, yani the law of intentionality, Dr. John C. Maxwell katika kitabu chake ambacho ni maarufu sana na kimeweza kujenga maisha ya watu wengi, ameweza kuandika kanuni hii, na nitapenda nishare na wewe uweze pia kuwa mnufaika wa kanuni hii ya the law of intentionality, na unaweza kujifunza zaidi kupitia kitabu cha Dr. John C. Maxwell ambacho kinaitwa The 15 Invaluable Laws of Growth. The 15 Invaluable Laws of Growth. Kanuni hii ya kuishi kwa kusudia inatuambia kwamba maisha ni zawadi na ambayo tunapaswa kuishi kwa kukusudia, yani kwa maana kwamba tusiishi kwa bahati. Kujifunza, kupata maarifa mapya, kukuza uwezo wetu ni sehemu ya kukuza na kubadilisha maisha yetu. Ndio maana inaitwa you need to live intentionally. Unatakiwa uishi kwa kukusudia, sio kwa bahati, sio kwa bahati nasibu. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu ametupatia akili na utashi ambao ni tofauti na wanyama wengine. Kwa hiyo ukiweza kutumia akili na utashi ambao Mwenyezi Mungu ametujalia, itakusaidia kubadili maisha yako. Na Dr. John C. Maxwell anaendelea kusema kwamba maisha ni kujitafuta na kuendelea kujenga misingi ya kubadili maisha yetu kila siku kama sehemu ya mchango wa jamii, kwamba uishi na kuacha alama hapa duniani. Na anasema the old age may happen automatically, but growth doesn't necessarily come with experience. Ikiwa na maana kwamba kukuza uwezo wetu hakutokei kama bahati, kama sehemu ya uzee. Hapana, hakutokei automatically, bali kunatokea kwa kujifunza hatua kwa hatua na kuweza kubadili maisha yetu. Kwa hiyo ndugu yangu, ujumbe mkubwa naotaka kupatia siku ya leo ni kuwa mtu wa kujifunza hatua kwa hatua kila siku. Na moja ya sehemu ambapo utajiri umejificha wa maarifa na vitendo na kubadili maisha yetu ni katika vitabu. Kwa kutambua hilo, nimekuandikia vitabu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kitabu cha Safari ya Mafanikio. Safari ya Mafanikio, hiki ni kitabu kitakachoweza kukuwezesha wewe kugundua kusudi lako la kuzaliwa na kuweza kujua nini hasa Mwenyezi Mungu alikusudia katika maisha yako. Na ukikisoma, hakika kitakusaidia kwa kujua siri, kanuni na mbinu za mafanikio kwa kuishi kusudi lako la kuzaliwa. Ukishajua kusudi lako la kuzaliwa, pia nimekuandikia kitabu cha pili, inaitwa Jenga Uwezo. Jenga Uwezo, hiki ni kitabu ambacho kimejikita katika kujijengea misingi ya kujibrand, misingi ya kugusa maisha ya watu wengine, kwamba kile unachokifanya kikawe na impact katika jamii na kugusa maisha ya watu wengine. Na kwa kutambua hilo, ukweli ni kwamba hauwezi kufanikiwa bila kuwa na malengo. Lazima uwe mtu wa kuweka malengo. Na kwa kutambua hilo, nimekuandikia pia kitabu kinaitwa Nguvu ya Malengo. Nguvu ya Malengo, ambacho ni kitabu elekezi kitakachokuwezesha hatua kwa hatua, kwanza kujua nini unatakiwa kufanya tofauti, na pili kuweza kuleta difference katika jamii kwa kuweka malengo ambayo yatakuwa na ushawishi, malengo ambayo yatabadilisha maisha yako kwa viwango vya hali ya juu, ambayo unaita ni breakthrough goals. Kwa hiyo kitabu hiki ni mwongozo na kitakusaidia na kimewasaidia watu wengi, hasa vijana, wale ambao wanamaliza chuo, wale wanamaliza shule na kuanza maisha. Kitabu hiki ni madini ya ubongo. Kwa hiyo ndugu yangu, pata vitabu hivi, madini ya ubongo, kuwa tayari kubadili maisha yako. Na hakika ukisoma vitabu hivi, maisha yako yatabadilika na utakuwa mtu wa tofauti. Kataa kuwa mtu wa kawaida, kuwa mtu wa tofauti, badili maisha yako, ishi ndoto yako. Think smart. Think smart.